Naam, karibu tena mtazamaji, tuingie sasa katika sehemu yetu ya swala nyeti ambapo tunatupia jicho hali ya usalama humu nchini. Zikiwa zimesalia siku 8 kabla ya marudio ya kura ya urais, ambapo tunauliza, je, kwa maoni yako binafsi unadhani nani anastahili kuwajibika kwa mauaji, majeraha na uharibifu wa mali ambao umeshuhudiwa wakati wa maandamano dhidi ya IEBC? Je, kwa maoni yako nani wa kuwajibikia vifo, majeraha na uharibifu wa mali ambao umeshuhudiwa wakati wa maandamano dhidi ya IEBC? Tunataka kujadili kwa kina swala hili, tupate ufahamu zaidi kutoka kwa mtaalamu. Umewahi kuwa katika maandamano ukiwa polisi? Mara kadhaa. Umetumwa katika maandamano mara kadhaa. Nafikiri maandamano ya kwanza mimi kushiriki ni yale ya 77. Wakati huo tu ndio nilikuwa nimeajiriwa mwaka 1990. Hayo yalikuwa maandamano makubwa sana na athari zake zinajulikana mpaka hivi sasa. Manake huu ndio wakati sasa mfumo ulibidi ubadilishwe kutoka mfumo wa chama kimoja cha kisiasa hadi vyama vingi vya kisiasa. Hiyo wakati matakwa ya umma ilikuwa ni kwamba ile kipenge 2A cha katiba kiondolewe ili kuruhusu kuwa na mfumo wa vyama vingi vya kisiasa katika taifa hili la Kenya. Naam, na utakuwa pia ukitueleza kama afisa ambaye amekuwa pale kikosini, umekuwa ukishuhudia, umehusika pia, historia imebadilika vipi, hali ilivyo sasa ndivyo ilivyokuwa kitambo. Lakini kabla hatujaingilia huu mjadala wetu wa hii leo, kwanza kabisa nipate maoni yako kuambatana na hali ambayo imeshuhudiwa katika eneo la Lare, kaunti ya Meru hii leo. Nafikiri hilo ni jambo la kusikitisha, manake sina habari kana kwamba hawa na NASA walikuwa wamefahamisha polisi ya kwamba wanatarajia kuwa na ule mkutano. Na ikiwa walikuwa wamepeana hiyo notisi, basi hilo lilikuwa ni jukumu la polisi kuhakikisha kwamba hali yote ya usalama imeimarishwa na kuwezesha hawa na NASA kufanya mkutano wao bila kutibuliwa na watu ambao wanaupinga huo mkutano. Kwa hivyo hilo ni jukumu la polisi na inaonekana kana kwamba ni polisi walitepetea katika utekelezaji kazi yao. Na kwamba kuna vijana ambao wamejitokeza hadharani na kusema kwamba wanaupinga huo mkutano, na ilhari sheria zipo, katiba ipo. Watu wanaruhusiwa kutengamana na kufanya mikutano pasipokuwa na wasiwasi wote katika taifa hili la Kenya. Na kwa hivyo nafikiri hilo ni jambo la kusikitisha, na ikiwa tutazidi kushuhudia mambo kama haya katika taifa la Kenya, basi itakuwa ni kwamba tunarudi nyuma miaka ya awali ambapo swala la mikutano ilikuwa hairuhusiwi kikatiba. Lakini hivi sasa katiba iko wazi, mwananchi wa Kenya yoyote ana haki ya kutengamana popote katika taifa hili. Na bado tukiwa katika hilo swala, je, unadhani nini ambacho kimechangia hali kama hii ambapo imefika kuwa hatukubaliani, kwamba unaambiwa kwamba wewe huwezi kuja mahala fulani, huwezi piga kampeni zako mahala fulani, huwezi zuru mahala fulani, hapa ni kwetu, kule ni kwenu? Hali kama hiyo ni vipi ambavyo tumefika, na ina hatari gani hususan wakati huu ambapo zimesalia siku 8 kabla ya marudio ya urais, ya kura ya urais? Zubeda, tatizo letu kama taifa ni kwamba hatuna utengamano wa kitaifa. Manake makabila ni 42 na hivi sasa kila mtu anavuta upande wake. Na hili ni jambo ambalo limechangiwa pakubwa na wanasiasa. Manake 2007 matatizo tuliyaona, tuliyashuhudia, ndiposa tukasema kwamba tuwe na ile tume ya utengamano, kuhakikisha ya kwamba Wakenya sisi zote tunajitizama kama Wakenya, sisi ni mandugu na lazima tuishi kwa pamoja na katika ile hali ya utengamano. Lakini sasa unapata kwamba siasa za Kenya zimekuwa si siasa za sera, zimekuwa ni siasa za kikabila. Manake kila mtu wakati anafanya siasa zake, yeye hukusanya watu wa kwao na kusema kwamba mimi niko pale kwa sababu yenu, kwa niaba yenu, si kwa niaba ya taifa nzima la Kenya. Na nafikiri hilo ndio tatizo ambalo tunalo hivi sasa, na ile tume ya Kaparo ina jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba swala kama hili halitokei katika taifa hili, hasa mwongo huu wa 21. Manake tunaishi ni kana kwamba tunaishi ile karne ya kitambo. Na nafikiri tatizo ni kwamba wanasiasa wanatoa siasa za chuki, wanatoa siasa za kikabila. Hapo ndipo tulipo hivi sasa, na hilo ndilo tatizo tumeshuhudia kuanzia mwaka 1992 wakati tulianzisha siasa za mfumo wa vyama vingi katika taifa hili. Na ulipokuwa ukiwasikiza hao wenyeji wa Meru, wamesema wao hawakutaka siasa ambazo zinalenga labda kusababisha vurugu, au wao hawataki kujihusisha na siasa ambazo huenda zikaathiri biashara zao. Je, walikuwa na haki ya kufanya kile ambacho wamekifanya leo? Nafikiri sheria zipo, wana haki ndio kusema kwamba hawataki siasa za vurugu, lakini nani alikuwa ameeleza ya kwamba wananasa walikuwa wanaenda kule kuzua vurugu? Kwa hivyo hii ni kudhania tu. Na ndio manake tunasema ya kwamba vyombo vya usalama viko, na hilo ni jukumu ambalo tungewaachia vitengo vya usalama. Manake kama ule mkutano ungeonekana kwamba unakuja kuzua vurugu,
basi ni vema wale maafisa wa polisi wangetoa ilani na kusema kwamba wao wameusimamisha ule mkutano kwa sababu za kiusalama. Lakini si kuachia raia kuchukua sheria mkononi mwao na kuvuruga ule mkutano pasipokuwa na sababu yoyote maalum ambayo wao wangekuwa wameeleza vitengo vya usalama. Maanake raia wamejichukulia jukumu ambalo si lao. Na ikiwa hili ni swala ambalo limetendeka kule Lare, je, tuhamishe hili swala kutoka Lare tuzipeleke pembe zingine za taifa? Maanake hawa walikuwa wanapinga kuweko kwa mkutano wa NASA katika eneo ambalo wao labda kwa wanasema ni eneo la Jubilee. Maanake nimeona mzee mmoja akijitokeza pale akisema ya kwamba sisi tunajua kwamba huyu amejiondoa kutoka kinyang'anyiro cha urais, ni nini anakuja kutafuta hapa. Na je, ikiwa hili tutalihamisha huko tulipeleke katika yale zile ngome za NASA, itakuwa ni kana kwamba sasa tumeingia katika ile sheria ya kimsituni. Manake hatuna sheria tena na katiba tutakuwa tumetupilia mbali na watu watakuwa wanafanya vile wanavyodhania wao wenyewe pasipo kuzingatia sheria. Kwa hivyo kwa taifa hili ni jambo la hatari sana. Hasa tukiangazia misingi ya kiusalama. Na labda kuangazia historia, hii ndio lugha ambayo Wakenya wanajua kuitumia kujieleza, lugha ya maandamano. Na nakumbuka ulipoanza ulitaja kwamba ni jukumu la polisi kuhakikisha kwamba kuna usalama katika matukio kama haya. Tueleze, kama mmoja wa wale maafisa, umehudumu katika kitengo cha usalama kwa miaka mingi, unapoambiwa kwamba kuna maandamano mahala fulani, wewe kama afisa, nini cha kwanza ambacho unastahili kutilia maanani? Zubeda, tukizingatia katiba kipenge 37A kinasema ya kwamba wananchi wana haki ya utengamano, wana haki ya kufanya maandamano. Na pia katiba inawapa jukumu maafisa wa polisi ama kitengo cha polisi, huduma ya polisi, kuhakikisha kwamba maandamano haya yanafanyika katika hali ambayo ni salama kwa wale waandamanaji na pia wale ambao hawahusiki katika haya maandamano. Na kwa hivyo mimi kama ningekuwa serikalini ama ningekuwa katika kikosi cha polisi, cha kwanza ni kwamba ni kuketi na wale ambao wanapanga huo mkutano, tukubaliane ni vipi yale maandamano yatafanywa. Kama kuna mahali watu watakutana na watoke mahali katika eneo hilo, wafululize moja kwa moja ama wafanye maandamano yao, waeleze barabara zipi watakazozitumia. Jukumu la polisi ni kuhakikisha kwamba kuna usalama katika yale maeneo. Na ikiwa kuna mtu ambaye ataingia kutoka kando na jaribu kuzua vurugu katika kuzambaratisha hayo maandamano, basi huyo anafaa atiwe nguvuni na kufunguliwa mashtaka. Na ikiwa yale maandamano ambayo tunasema ni ya amani yatafika mahali yabadilike yawe tena si ya amani, kuwe kuna fujo, basi maafisa wa polisi wana haki kutawanisha wale waandamanaji na kuhakikisha kwamba hali ya usalama imerejelea na wananchi wa kawaida wanaendelea na shughuli zao za kawaida bila kuwa na wasiwasi wote wa kiusalama wao. Na kuangalia, kumekuwa na majuma manne hivi mfululizo ambapo tumeshuhudia maandamano hasa yanayoongozwa na mrengo wa NASA. Je, unaweza kusema kwamba hilo limefanyika? Sijaona maandamano yote ambayo yamekuwa ni amani. Manake nikitizama vile polisi ambavyo walikuwa wakijipanga wao, ni kana kwamba wao walikuwa na amri ya kuhakikisha kwamba yale maandamano hayafanyiki. Manake pindi tu wale wananasa wanapojikusanya, polisi huja na kuwatupia vitoa machozi na kuzambaratisha hiyo mikutano. Na hiyo ndio ile hali ambayo inaleta mbio katika miji yetu. Unapata kwamba sasa inabidi wale waandamanaji waanze kutumia nguvu, waanze kuharibu mali, kwa sababu wao ni kwamba kuna ile itikadi tumekuwa nayo kuanzia 1990 ya kwamba maandamano yote ni lazima yawe na vurugu na lazima yawe na fujo. Na polisi wanapokwenda pale huwa pia nao wameenda na msimamo ya kwamba haya maandamano hayafanyiki kwa vyovyote vile, na pasipozingatia katiba inasema nini. Na nafikiri ni vema tukubaliane ya kwamba haya maandamano majuma manne ambayo yamepita yamekuwa maandamano ambayo upande wa polisi haujazingatia sheria. Na pia tumeona waandamanaji hasa katika yale maeneo ya Kisumu pia wakijitokeza wakiwa tayari kukabiliana na polisi. Hivyo sivyo ambavyo maandamano yanafaa kufanywa. Maanake ni lazima tuwe na ile line ya katikati ya kwamba sisi ni waandamanaji, tutatii sheria. Sisi ni maafisa wa polisi, pia tutatii katiba na kuhakikisha kwamba haya maandamano yanafanyika katika njia ya amani na kwa mujibu wa sheria na katiba iliyoko hivi sasa. Na ili kumweleza mwananchi, si kwamba mazungumzo haya ama mjadala huu wa leo tuliudhamiria ulenge upande mmoja peke yake. Tulitafuta na harakati zetu za kupata msemaji wa polisi hazijafua dafu. Kwa hivyo tulitaka tu tuendelee kujadili hili swala, na wakati mwingine tutakapopata fursa ya kuwa naye hapa studioni tutakuwa tukiangazia na mingi zaidi. Lakini unapomsikiza wakati amezungumza, hata jana alipozungumza kwenye KTN News, alisema kwamba si kweli kwamba polisi wanatumia
kutumia nguvu kupita kiasi, na si kweli kwamba maafisa wa polisi wananyanyasa raia, lakini bado tutazidi kusisitizia mengi zaidi. Mtazamaji, tutakuwa tukiangazia mengi zaidi kuambatana na hili swala, kwa sababu ni shutuma ambazo zinatolewa kila siku kutoka pande zote. Unaona yule mtoto wa jana aliyepigwa risasi kule Kisumu, wengi wanauliza maswali, mtoto mdogo wa miaka 2 anajua nini kuhusu maandamano? Wengi bado wanataja yule mtoto Pendo, na nadhani yule wa Mathare alikuwa anajulikana kama Mora. Watoto wadogo wanapouawa katika maandamano wanajua nini kuhusu maandamano? Tunataka kujadili swala hili, na pia tunakushirikisha wewe binafsi pia changia kwa kutueleza maoni yako kuhusu nani anastahili kuwajibika wakati mauaji au majeraha au vifo vinashuhudiwa wakati wa maandamano, na hata uharibifu wa mali. Wewe binafsi unadhani nani anastahili kuwajibika? Kwa sababu wengi wameegemea tu upande wa polisi, lakini wewe mwenyewe unadhani nani mwenye makosa, nani anastahili kuwajibika wakati kama huu, wakati vurugu inashuhudiwa wakati wa maandamano? Msamali, bado tukiwa katika mjadala huu, umetutajia kwamba kuna zile nyakati ambapo utaangalia polisi useme kwamba hapa inabidi watumie vitazama machozi, hapa inabidi watumie risasi. Je, ni nyakati zipi hizo ambapo polisi anaruhusiwa kutumia risasi? Ni wakati gani anaruhusiwa kutumia vitazama machozi? Kwa sababu ni vitu ambavyo vinadaiwa vinatumika katika maandamano haya yanayoendelea. Zubeda, kusema kweli ni kwamba polisi wamefunzwa, wamepewa mafunzo maalum ya jinsi kukabiliana na maandamano ambayo yamebadilika kutoka kwa maandamano ya amani mpaka yakawa na maandamano ya fujo. Na kuna hatua kadhaa ambazo zinatumika, na kwa kawaida ni kwamba hawa walipewa ruksa wa kikatiba, wakasema kwamba watafanya maandamano yao na wakatengamana kwa mahali fulani. Na ikiwa maandamano yatabadilika yawe ni kwamba yanazua vurugu ama mali, kuna uharibifu wa mali ama pia kuna kujeruhiwa kwa watu kwa sababu ya kadha wa kadha, basi hatua ya kwanza ya polisi ni kwamba kutoa ilani. Wanatoa ilani kwa waandamanaji ya kwamba hivi sasa tunaona kwamba haya maandamano yamebadilika sura kutoka kuwa maandamano ya amani, na tunaona kwamba sasa kuna vurugu, kuna fujo na kuna uharibifu wa mali. Kwa hivyo mnaombwa kwa sheria mtawanyike kwa amani. Hapo hakuna kitoa machozi kinafaa kutumika wala chochote. Maanake kuna wale watu ambao wakipewa ile ilani watakubali, watatii amri na wataondoka katika lile eneo bila kusababisha ghasia ama kuzua vurugu ya aina yote. Na kwa mfano ni kwamba kumbuka wale madaktari ambao walikuwa wamekusanyika katika Railway Club. Wakati yule OCPD wa Central walipofika pale na akatoa ile ilani, walitawanyika, hatukuwa na furugu ama fujo aina zozote. Kwa hivyo hiyo ndio hatua ya kwanza, Zubeda. Na maafisa wa polisi wana ufahamu, manake ni mafunzo maalum ambao wao wamepewa. Na hatua ya pili, ikiwa watu hawatatawanyika bila kusababisha ghasia ama bila kuzua vurugu, basi kuna ile tunaita kwa kimombo show of force, kuwaleta tu wale maafisa wa polisi na vifaa vyao. Tunaona kwamba siku hizi wana marori ile ya kutupa maji ya? Na pia kuna maafisa, unaleta namba ya maafisa wa polisi wamevalia sare zao rasmi za kukabiliana na waandamanaji. Hiyo peke yake katika sehemu zingine inaweza hakikisha kwamba wananchi wanaona kuna uwezekano wa kwamba hapa polisi wanaweza kutumia nguvu na wanaweza tawanyika. Maanake hizo hatua zipo na zimeandikwa katika vitabu. Ukimaliza hiyo hatua, je, kitakachofuata ni vipi? Mumeonekana na bado raia wanazidi kuzusha ghasia, mali inazidi kuharibiwa, basi kuna ile tunaita baton charge. Maanake mna zile rungu, mnaambiwa kwamba mnaweza kabiliana na waandamanaji kwa kutumia kifaa hicho. Na ikiwa basi hawatasikia, tunafika ile hatua sasa ya kutumia vitoa machozi. Na vile vitoa machozi havitupwi kiolela kama vile mimi ninavyoshuhudia hivi sasa. Vile vitoa machozi hutupwa kwa amri. Manake kila afisa huwa amepewa nambari yake, na inajulikana na komanda ya kwamba ni afisa fulani na fulani na fulani ambao tumewapa vitoa machozi. Kwa hivyo utamuita kwa ile namba yake na kumwambia tupa kile kitoa machozi katikati ya kile kikundi, ama tupa mbele yao ama tupa nyuma yao, tuone kama kwamba wanaweza tawanyika. Waelewa, Zubeda? Basi ikiwa hiyo hatua haitafanya kazi, manake pale utatumia vitoa machozi na pia kutumia zile rungu na kuweza kuwasongea wale waandamanaji kwa nia ya kwamba sasa hivi tutawatawanyisha kwa kutumia nguvu. Na hapo sasa kiwango cha nguvu kinategemea ni vurugu aina gani ama ni ghasia zimefika kiwango gani. Manake kuna kule kutumia nguvu kwa kutumia rungu peke yake kunaweza tosha, kuna kutumia rungu na vitoa machozi pia ni nguvu pia zinatambulika. Na ikiwa
hawa waandamanaji itakuwa ni kana kwamba wamewazidi polisi nguvu. Pia kunaweza kiwango ambacho sasa polisi wanaruhusiwa kutumia zile risasi ambazo ni live. Inafika kiwango fulani, lakini zile risasi zinapotumika, hizo hutumika kwa amri ya komanda ambaye ametambulika, ambaye ndio komanda wa kile kikosi cha polisi wa kukabiliana na ghasia. Na haitapigwa risasi na afisa yoyote. Ni afisa ambaye atakuwa ametambulika na yule komanda, ili kuweko na uwajibikaji ikiwa swala la malalamishi litatokea kama vile tunavyoshuhudia hivi sasa. Na zile risasi ambapo wakati zinazopigwa zinategemea ni wapi, na amri utolewa, mpige mwandamanaji fulani, manake yule ndiye anaonekana kwamba yeye ndio kiongozi wa wale waandamanaji, na usimpige kichwa wala kifua, mpige mguu, ile kufanya kwamba hawezi tembea tena na tuweze kumkamata aweze kufunguliwa mashtaka. Kwa hivyo nguvu hutegemea kiwango cha fujo ambayo inashuhudiwa, na ninasema ya kwamba zile risasi upigwa ndio, lakini upigwa kwa amri. Si vile tunavyoshuhudia hivi sasa, ambapo sasa tunavuta ni kuvute, manake polisi wanasema hatujatumia nguvu, wananchi wanasema wametumia nguvu kupita kiasi. Ndiyo, nguvu hutumika, lakini kwa kiwango kipi? Na pia inategemea kiwango cha ghasia ambazo ziko hapo hivi sasa. Naam. Na umetaja mara kadhaa ghasia. Tunapoangalia kile ambacho kinaendelea nchini kwa hivi sasa, je, ni maandamano au ni ghasia? Na je, iwapo ni maandamano au ni ghasia, yamefikia kiwango ambapo risasi zinastahili kutumika? Usiende mbali.